Mzumbe University, chuo namba 2 kwa ukubwa hapa Mbeya. Imagine tumekutana na kichwa ni mwanafunzi wa mwaka wa 2, alafu anasafirisha na sisi CBM hizi. Napokuambia kwamba Simba wa Bahari tuko hapa kwa ajili ya kuwaalati watu, kuwapa ujumbe mzuri wa fursa, wewe unanielewa. Mwaka jana tulipopita hapa ndio tumezaa kichwa hiki cha CBM 2. Simba wa Bahari umeijua lini mwana? Mwaka jana. Ilikuwaje kwa mara ya kwanza experience yako? Mara ya kwanza ilikuwa ni mzigo ambao ulikuwa hauna haraka, kwa hivyo bakia nikasema hata ikitokea umechukua muda mrefu sana kwa itakuwa haina shida, lakini hivyo ndo umewahi nikasema bora niamie kufanya. Mpaka sasa hivi unachukua mzigo mkubwa, sio? Ndio. Huduma za Silent Ocean unazozungumziaje? Hizo safi, kutokana na kwamba kikubwa ni kwamba inabidi uwahi kufika tu mzigo, kutokana na kwamba kama ni siku 28 kuchelewa sana ufike 30 hivyo, lakini isizidi hapo. Unamwambia nini mwanafunzi ambaye sasa hivi anasikia kuhusu Silent Ocean na anapuuzia? Atumie, kama atakuwa anaweza kaagiza vitu kutoka nje, tumie Silent Ocean kwa sababu mzigo unakuwa unafika kwa wakati. Una duka mwanangu, tukutembelee dukani kwako? Na huwa nauza online au supply hivi. Sasa hivi tuna app ndugu yangu, tuna application. Ukisha download kwenye simu yako? Hapana, nilikuwa nayo ya kwanza ya cargo zingine, lakini bado sijadownload. Download sasa hivi application ya Silent Ocean, utakuwa una track mizigo yako na uwezo wa kulipia, na una uwezo pia wa kurequest delivery kutoka Dar es Salaam mpaka hapa Mbeya, mizigo yako ikakufikia. Mbona sasa Silent Ocean tunapozidi kukujali? Keep up my brother, nimefurahi sana kukutana na mwanafunzi wa kwanza ambaye ana CBM 2. Asante. Sasa hivi ndio unaweza ukaanza kufanya maamuzi. Utakapoanza kufanya maamuzi, miaka imeisha ya wewe kuwa chuo, utapagawa. Hebu tuanzetu klasi tuone leo tunawaambia nini hawa wanafunzi, au vipi? Let's go. Nia ya sisi Simba wa Bahari kuja hapa ni kuja kuwafungulia na nyie fursa, kwamba biashara watu hawazianzaga ukubwani, huwa wanazianza huku kwenye ujana huku. Ndio unaandaa future ya kwako wewe. Samanini kwa kuwavamia bwana, lakini imetakiwa tufike kwa sababu nyinyi ndio wafanyabiashara ama wajasiriamali wa baadaye. Leo hii una uwezo wa kumwambia mzazi naomba shilingi 50,000, shilingi 100,000 na akakupatia kwa sababu upo chuo. Anajua mtoto wangu nisipompatia mimi pesa atatoa wapi pesa. Lakini once umemaliza chuo ukamuomba huyo mzazi shilingi 50,000, shilingi 100,000, hutopata. Trust me, hutopata. Kwa hiyo mimi nakukumbusha wewe kwamba uwezo ambao uko nao sasa hivi wa kupata pesa yoyote kutoka kwa mzazi ama boom, una uwezo wa kuanza kujiwekeza mdogo mdogo, kusafirisha mali ya aina yoyote kutoka China, Dubai, Uturuki, India pamoja na Marekani. Tupo kwenye vimbweta. Maisha ni kitu kingine cha tofauti kabisa. Huko mtaani ni tofauti na notes unazosoma. Ugali unatakiwa je mezani, tunafanyaje? Na umeshaona tunatoka vioni watu karibia 2,000,000 kila mwaka. Ofisi ziko wapi za kutupokea? Hakuna. Wewe mapema wewe soma michongo, anza kujifunza, fuatilia fursa. Namba hizo hapo, kuna namba yetu ya Dodoma hiyo isave. Ndio inaohudumia kanda na ya huko kusini. Na ndio maana tukasema hii fursa inawafaa nyinyi, sababu nyinyi mna uwezo wa kupata boom hapa, mna uwezo wa kuomba hela yote kwa mzazi akakupa kwa sababu anajua unasoma, huna kwa kupata pesa. Kwa hiyo pesa ndogo unaweza ukaanza kujiwekeza kidogo. Unatoboa mwanangu, oya, ajira hamna. Nafahamu hicho kitu wanangu. Yaani mpaka sisi tunafika hapa tunawakumbusheni kwamba ajira hamna. Hakuna ajira. Kwa hiyo wewe unaweza ukaanza kujiajiri na baadaye ukaona kuna kama ajira zinasumbua, mimi ngoja ni cheki upande huu. Hata kama ajira itatokea baadaye tayari una michongo yako. Umeelewa? Hii inaitwa side hustle.